kusaidiana. Kama wewe ni mama ambayo naamini kuwa pesa yangu ni yangu, nataka utoke katika hiyo maisha, ujue kuwa pesa yako ni pesa ya mzee wako, pesa ya mama ni pesa ya mzee, pesa ya mzee ni pesa ya mama. Hiyo ndio ndoa. Wamama Bwana asifiwe. Wamama Bwana asifiwe. Kama uko katika ndoa na unapanga kuenda mbali, lazima msiwe na siri. Lazima mwe na siri. Umefulia mtu, umepata pesa, alafu wewe unaficha na kula kunde, na wewe umeficha 1000. Hiyo 1000 haitaongezeka wakati ambapo mzee ana kitu. Unasema maba mzee, hii wiki nilitembea kuna hapa kama 500. Wiki ambayo inafuata utaitiwa mingi. Manake Mungu anajua akikupea nawe pia utabariki mzee. Wazee wengi wanakufa kwa sababu ya stress. Anaweza hata kuwa na school fees na wewe umetembea vizuri, lakini wewe unasema pesa yangu ni yangu. Hata wamama wengine mumeamua kujenga kwenu. Unajua kwa sababu gani unaambiwanga wakati wewe ni msichana? Nilipokuwa nakuwa kwetu, nilikuwa naona mama yangu akiambia dada yangu, akimwambia kuwa dada yangu mkhana wewe, na Mungu akimwambia hivi, mtoto wangu, unapoenda kwako Bwana anatunza hivi. Just imagine uko kwenu na unaambia utakapoenda kwako, kumaanisha kwenyu sio kwenu, kwako ndio kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mama, wakati ambapo uko kwako, hapo ndio sasa unanunua mabati na mzee mnajenga. Wewe fanya kazi ukijenga kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Fanya kazi ukijenga kwenu. Wakati ambapo sasa utakosana na mzee uende, wiki moja tu watakwambia wewe na watoto wako rudi kwako. Wamama Bwana asifiwe. Shika mzee mkono. Na wazee sijasema mjenge kwa kina bibi. Haleluya. Msaidie. Amen. Amen. Omwami Yesu afuma. Ucheke, unajua neno la Mungu ni tabu. Na minali sawa. Huyu ako sawa sana. Atatafsiri neno. Bwana Yesu asifiwe. Wamama kwa wakwe pia tusaidie. The Bible says, when you come together, you are no longer two. You are one. Sasa inamaanisha kuwa Mungu na wazazi wawili. Mimi nina wazazi wa mke wangu. Wazazi wa mke wangu wanaponitisha kitu niwasaidie, lakini sio kuwa mke wangu anawasaidia kisiri kisiri. I with my wife